Unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza, aidha kwa sababu ya kibiashara, kwa sababu ya kikazi, kwa sababu unataka kufanya naye majukumu fulani za pamoja, siku zote kumbuka kwamba kuna muda mchache sana ambao unaweza kutengeneza ili kutengeneza thamani yako mbele yake. Watu wengi sana wamepoteza fursa kubwa zaidi kwa sababu walipokutana na mtu kwa mara ya kwanza kuna makosa waliyafanya, na yale makosa yaliwaharibia kabisa future yao. Hata wewe inawezekana kuna mtu ulikutana naye kwa mara ya kwanza kabisa na ulidhania kwamba ni mtu ambaye ungefanya naye mambo makubwa kwenye maisha, lakini ambacho kilitokea kutokana na ule mkutano wako wa kwanza na yeye, ukasema hapana, huyu mtu sihitaji kumuona tena au sitaki kufanya naye kazi tena. Kwa nini? Kwa sababu unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza, siku zote ni muda mzuri wa kutengeneza thamani yako na kuionyesha kwa kiwango kikubwa sana. Waingereza wanasema you cannot make first impression twice. Uwezi ukafanya ili thamani ya kukutana mara kwanza ukarudia mara pili, ukasema nilikosea ile mara kwanza, kwa nini kukutana mara pili nitaongeza? Hapana, unakuwa umeshaharibu. Sasa yako makosa matano ambayo kila unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza unatakiwa uyaepuke kama unataka thamani yako iendelee kuwa kubwa katika watu unaokutana nao. Kosa la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kuliepuke ni kuzungumzia muonekano wao kwanza au kile ambacho anamiliki. Watu wengi sana unakuta kukutana na mtu kwa mara ya kwanza kwa sababu anakuwa juu ya ongea nini au anakuwa hafahamu na hajajiandaa. Unakuta cha kwanza anachoanza kufanya ni kwanza kumsifia yule mtu, pengine muonekano wake, rangi yake ya ngozi, au wakati mwingine nywele zake, au wakati mwingine mavazi yake. Sasa hivi vitu vyote si vibaya kuvifanya, lakini unavyovifanya kwa mara ya kwanza huwa vinaweza vikaleta tafsiri ambayo sio sahihi. Na kwa sababu huyu mtu hujamjua vizuri, huwezi kuelewa kwamba implication au tafsiri ya kile ambacho utakisema mara ya kwanza. Kwa hiyo tunasema kama unataka kusifia compliment yake, alivyovaa, muonekano wake, si sahihi kukifanya hiko kwa mara ya kwanza. Hata pia kuzungumzia kitu anachomiliki. Kwa mfano unaweza kumwambia, "Sasa nimeona gari yako bwana kali sana. Saa yako hiyo nimeona inaonekana ya bei ghali sana. Au nywele zako hizo bwana ulizovaa dada nafikiri ni zile za milioni." Vitu kama hivyo unaweza ukafikiri ni vitu vizuri, lakini si vitu vizuri kwa mara ya kwanza. Ni vizuri pale ambapo tayari unakuwa umeshajenga mahusiano na yeye. Kwa badala ya kuzungumzia muonekano wake, badala ya kuzungumzia vitu anavyovimiliki, anza kuzungumzia kazi, thamani ya kazi anayofanya katika jamii. Zungumza jinsi kwamba kutokana na mchango wako katika jamii, kwa kweli wasichana wengi wamejitambua kupitia kazi zako, vijana wengi wamejitambua kupitia jambo fulani, au mradi ule uliofanya kwa kweli umewasaidia watu wengi. Kwa sababu ni mtu naamini utakuwa tayari umekwisha kumfuatilia na unafahamu. Elezea juu ya impact au matokeo ya kazi ambayo anayofanya. Kuepuka sana kuzungumzia muonekano wake au vitu anavyomiliki, kwa sababu ukizungumzia muonekano wake unaweza ukaleta tafsiri ambayo haukuitarajia. Unapozungumza anavyomiliki, unaweza ukaanza kuonekana wewe ni mtu ambaye ni wa material oriented person. Kwa hiyo inaanza kumfanya mtu aone kwamba kumbe huyu inawezekana amenipenda kwa sababu ya vitu ambavyo ninamiliki, na inaweza kafunga mlango mkubwa sana wa huko baadaye. Jambo la pili ambalo unatakiwa kuliepuka ni kwamba epuka kujisifia sana. Unapozungumza na mtu uwe na control. Kuna watu wanafikiri kwamba akikutana na mtu basi njia nzuri ya kuonekana wa thamani ni kujizungumzia sana, kujisifia sana. Kila wakati anazungumzia, unajua mimi nimefanya kitu fulani, unajua mimi nimefanya kitu fulani, unajua mimi nimefanya kitu fulani. Watu wengi sana huwa wanafunga mlango kwa watu ambao wako arrogant, kwa watu ambao wana sifa sana. Hapa kuna watu wengi wasomi wengi sana ambao wanajiita wasomi, wameathirika na kukosa fursa kwa sababu ya kitu kinaitwa intellectual arrogance. Watu wengi ambao unaongea nao wakati mwingine unaweza ukawafahamu kwa sehemu. Inawezekana wana vitu vingi wanavijua na wana experience kubwa hata kuliko wewe. Kwa hiyo tunasema listen more than you talk, especially unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza. Zungumza kisha mpe nafasi na anazungumza, usiwe tu una dominate ile conversation. Usijisifie sana kwamba mimi unajua nimefanya kitu fulani, mimi nimefanya kitu fulani. Hapana, angalia kilichokufanya ukutane naye na profile yourself. Jaribu kuweka profile yako kulingana na kile tu ambacho kimewafanya mkutane kwa wakati ule, ili mtu asitoke pale akasema kwamba huyu mtu ana majigambo, kwa sababu siku zote mtu mwenye majigambo na majivuno hakuna mtu anapenda kukaa naye kwa muda mrefu. Jambo la tatu ambao unatakiwa kuliangalia ni kukosea jina lao. Hili ni kosa ambalo utakiwi kulifanya, especially kwa mara ya kwanza. Utafiti umefanyika mara nyingi sana kwamba the sweetest word for any person in the world is his or her name. Neno tamu zaidi ambalo mtu anataka kulisikia kwenye maisha yake ni jina lake. Kuna wewe pia uwe makini kuangalia jina la mtu. Litafute, lijue namna unavyolitamka pia ni vizuri sana. Yuko rafiki yangu mmoja ambaye nilimfahamu tu kupitia mitandao. Siku moja alinishangaza sana, yuko Uingereza. Nilimwandikia message kwenye WhatsApp, na nilipomwandikia baadaye akaandika message ndefu akiwa na furaha sana. Akanambia, wewe ni mtu wa kwanza kulitaja jina langu vizuri katika miaka kadhaa iliyopita
ukiacha wazazi wangu. Hasa hata rafiki yangu ambaye niko naye na naishi naye huwa alitamki jina langu vizuri namna hiyo. Ni jina fulani liko complicated kidogo. Na kuanzia hapo tumekuwa marafiki. Kwa hilo tu amefurahi sana. Ameona kama vile nimemthamini kwa kiwango kikubwa sana. Ingawa mimi wakati nafanya sikuwa nimeplan kwamba ndicho, lakini nilijaribu kujifunza, tena niliandika, akasema umeliandika vizuri sana. Na kwa namna ambayo nimefurahi. So na wewe pia ni muhimu sana unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza kujiuliza, kujua jina lake vizuri linavyotamkwa, ili unapolitamka afurahie, kwa sababu kuna kitu kina muunganiko, kuna saikolojia fulani imejificha sana kati ya kutamka jina la mtu vizuri na yeye kukupenda au kukubali zaidi. Kwa hiyo jaribu kuangalia, ukikosea ni tafsiri ya kusema kwamba sio mtu ambaye ni muhimu sana, sikufuatilii sana, sikujui sana. Kwa hiyo inakufungia mlango mapema kabla ya muda ambao ulikuwa umeutarajia. Jambo la 4 ambao unaweza ukaliangalia, au kosa ambao unatakiwa kuliepuka unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza, ni kuzungumza usichokipenda. Kuna watu wengi sana akikutana na mtu kwa mara ya kwanza amfahamu, anaanza kuzungumza mambo ambayo hayapendi. Kwa hiyo unaweza akaanza kuzungumza kwamba mimi unajua bana, bosi wangu aliyepita nilikuwa simpendi. Unajua mimi bana sipendi mtu fulani, simpendi msanii fulani, simpendi. Unajua mimi bana kampuni ile niliyokuwa nafanya nayo kazi sipendi. Sasa au unazungumza, unajua mimi dini fulani sipendi. Unajua mimi timu fulani ya mpira sipendi. Sasa kuwa makini sana, kwa sababu kuna wakati unaweza kukutana na mtu kaanza kuzungumzia vitu ambavyo huvipendi, ambavyo yeye anavithamini zaidi. Kwa hiyo tunasema epuka sana unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza kuelezea your negative perception, negative opinion. Na wakati mwingine mtu anakutega tu, anakuuliza kwamba hivi unaonaje kuhusiana na mtu fulani? Unaonaje kuhusiana na kiongozi fulani? Unaonaje kuhusiana na timu fulani? Unaonaje kuhusiana na biashara fulani? Mara nyingine anachofanya anakutega kwa sababu kwake pengine kitu cha thamani sana. Anataka kujua na wewe unakithamini au ukithamini, ili ajue kama mnaweza mkaenda pamoja au msiende pamoja. Kwa kuwa makini sana. Kwa wakati mwingine kama sio lazima kiwe kitu ambacho unatakiwa kuonyesha ile stance yako ya nguvu, msimamo wako wa nguvu zaidi, jaribu ku-maintain neutrality ya namna fulani pale mwanzoni, ili uelewe pia na yeye anawaza nini katika lile jambo. Kwa hiyo ni muhimu sana, epuka kuzungumzia watu, vitu, makampuni, taasisi ukizungumzia vibaya in a negative way. Inaweza ikakufungia milango mikubwa sana unapokuwa unakutana na mtu kwa mara ya kwanza. Jambo la mwisho ni jitahidi sana unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza, epuka kutoonyesha interest. Epuka kutoonyesha interest. Hakuna kitu kibaya kama unakutana na mtu kwa mara kwanza alafu uko busy na simu yako, uko busy unaendelea na shughuli zako, au uonyeshe kwamba unasikiliza ile tunaita active listening, au fanye ile eye contact, au tikise kichwa kuonyesha kwamba unamsikiliza. Ukifanya hivyo maana yake unapoteza connection mapema sana. Usipoonyesha interest kwa mtu ambaye unakutana naye kwa mara ya kwanza, ni sawa na kumwambia kwamba sio mtu ambaye anakuthamini, na yeye pia obviously hata kuthamini. Kwa hiyo jitahidi sana kuonyesha interest. Na kuonyesha interest ziko njia nyingi. Moja ni kuuliza maswali. Anapokuwa anazungumza anambia, okay, hebu rudia hii kitu kama sijakupata vizuri, hebu nielezee vizuri. Au unaweza kueleza zaidi kuhusiana na hili jambo. Unapouliza maswali ni kwamba unaonyesha interest. Njia nyingine ni kutake notes. Kwamba mtu anapoongea, unaongea naye, unakusikiliza, umekuchukua notebook, unachukua unaandika pale kidogo. Anaona huyu mtu ana interest. Njia nyingine ni kuweka simu yako pembeni, na wakati mwingine upside down. Wakati umeitoa mlio, umeweka labda vibration, au umeweka to silent kwa muda mchache. Hiyo yote ni kumaanisha kwamba I'm interested with conversation, I'm interested with you. Unapofanya hivyo unamwonyesha kwamba yule mtu ni wa thamani. Ukifanya vitu hivyo unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza, vinakuongezea thamani na vinaongeza bond, muunganiko mlionao kati yao, na utashangaa anaweza akafanya mambo makubwa zaidi. Epuka makosa haya ambayo watu wengi sana yamekosesha fursa kubwa zaidi. Ningependa nisikie kwenye comment hapo chini kutoka kwako. Je, unafikiri kuna kosa lolote ambalo umekuwa ukilifanya mara kwa mara, ili tuone namna gani pia tunaweza tukashauriana kupitia comment na familia yetu ya YouTube, namna nzuri tunaweza kuwa bora zaidi. See you at the top.